Walichukiana sana lakini mwisho walilala pamoja. Mwamba alimweza demu na kuichapa vizuri muno. Ofisi moja, meza mbili, macho mawili yanayochukiana zaidi ya maneno. Lucy na Joshua wanacheza mchezo wa hatari kati ya chuki na tamaa. Kila neno ni silaha, kila tabasamu ni tishio, lakini nyuma ya mapambano yao kuna moto wanaojaribu kuficha. Wakati chuki inageuka kuwa kishawishi cha mapenzi, mipaka inafutika, moyo unaanza kuishi ndani ya sumu ya ushindani. Lakini swali linabaki, je, ni nani atashinda huu mchezo wa chuki na mapenzi? Napenda kuanza movie yetu, ila kabla sijaanza, na kutakia siku njema wewe pamoja na uwapendao, na waombea siku yenu iwe ya furaha zaidi, na bila kupoteza muda tuweze kuya. Lucy anafanya kazi kwenye kampuni ya uchapishaji na anaamini kuwa kumchukia mtu ni sawa na kumpenda mtu kwa sababu unahisi msisimko ule wa hisia. Amejipima kwenye nadharia hiyo kwa sababu anamchukia mfanyakazi mwenzake mpya Josh kwa moyo wote. Josh alipoingia ofisini, Lucy alimkaribisha kwa moyo safi, lakini Josh aliharibu nia zake za kuwa marafiki. Lucy anaamini kuwa Josh anaonekana kama hana madhara, lakini watu wasidanganyike kwa sababu kwa kweli yeye ni mtu wa kupenda kudhibiti kila kitu na siku zote hutaka kurekebisha kosa dogo. Jambo la muhimu zaidi ni kuwa Josh pia aliweka orodha ya watu wa kufutwa kazi na humo wakimo marafiki wa Lucy. Sasa amebaki amenaswa ofisini na adui yake wa roho. Kabla ya likizo ya shukrani kuna kikao ofisini na bosi wao Helena anatangaza kuwa kampuni imeamua kuunda nafasi mpya ya mkurugenzi msimamizi kwenye kila idara ili waweze kuwasiliana moja kwa moja na uongozi wa juu, na maamuzi kuhusu wagombea yatachukuliwa baada ya mwaka mpya. Josh na Lucy wanarudi kwenye ofisi yao wakiwa pamoja, na njiani wanabishana wakati Lucy anaposema kila mtu anamchukia Josh. Wanaambiana kuwa wakipewa nafasi ya kuwa bosi wa mwingine basi watamfanya maisha magumu. Kutokana na ushindani wao mkali, wanaamua kuwa yeyote atakayeshinda nafasi hiyo basi mwingine lazima aache kazi. Wanaporudi ofisini wanatembelewa na bosi Bartley anayezungumza na Lucy kuhusu kitabu alichopata kutoka kwa rafiki yake Tani. Bartley anapoondoka, Josh anamwambia kuwa alikuwa anamtongoza Lucy, lakini Lucy anamjibu kuwa kila mtu husema hivyo kuhusu Josh. Josh anamwambia Lucy atajua siku akianza kweli kumtongoza. Jioni lifti wanaposhuka na mfanyakazi mwenzao anawaona. Mwenzao huyo anawaambia kuwa tayari amepokea malalamiko matatu kuhusu wao wiki hii. Baada ya kusikia lawama hizo, Lucy na Josh wanaanza kubishana tena, jambo linalomfanya mwenzao kuchoka kabisa na kuwaambia kuwa wao ndio sehemu mbaya zaidi ya kazi yake. Baada ya mabishano hayo, Lucy anarudi nyumbani na kupokea simu kutoka kwa mama yake. Mama yake anamwonya atafute mchumba na hata anapendekeza Josh, lakini Lucy anamjibu kuwa jambo hilo haliwezekani na anakata simu akisema anaenda nje na marafiki zake. Usiku Lucy anapolala anaota ndoto ya kimapenzi akiwa na Josh. Asubuhi inayofuata tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata. Hata anaamka na kuvaa kwa mvuto akipanga kumchanganya Josh, lakini mara tu anapoingia ofisini anaanguka kifudifudi mbele ya Josh na kujiaibisha. Anaketi kwenye kiti chake kujiandaa kwa siku na Josh anamuuliza kama ana miadi ya usiku huo, naye anamjibu huenda akawa nayo. Josh anahisi Lucy anajifanyisha tofauti na kumuuliza kama ni shinikizo la mazungumzo ya nafasi mpya. Lucy anatembea polepole kumkaribia na kumwambia aliota ndoto ya ajabu usiku. Josh anamuuliza haraka kama aliota ndoto ya kimapenzi kumhusu, lakini Lucy anakataa akisema ndoto hiyo ilihusu mfanyakazi mwingine. Mazungumzo yao yanakatizwa na Helena pamoja na Bartley wanapoingia ofisini, na baada ya kuondoka Josh anamuuliza Lucy kuhusu miadi yake. Lucy anamwambia anaenda kwenye saa 1 usiku. Josh anashangaa na kumwambia hata yeye ataenda muda huo. Lucy anasema ni vizuri kwa sababu watakutana huko. Baadaye Lucy anamshawishi rafiki yake Danny aende kwenye naye saa 3 usiku. Mwisho wa siku Josh anatoka ofisini kwa muda na Lucy anatumia nafasi hiyo kujaribu kufungua kompyuta yake ndogo, lakini anakosa neno la siri. Kabla hajatafuta zaidi, anasikia Josh anarudi na anakimbia kurudi mezani kwake. Josh anamuuliza kama alikuwa kwenye dawati lake, lakini Lucy anasema kulikuwa na buibui na alitaka kumtoa. Josh hamwamini lakini hasemi zaidi. Wanapokuwa kwenye lifti baada ya kumaliza kazi, Josh anamuuliza kama bado anaenda kwenye miadi yake na anajitolea kumpa usafiri. Lucy anakataa, lakini Josh anamwambia kuwa mvua inanyesha na ni bora akubali ofa yake. Wanabishana kidogo na ghafla Josh anasimamisha lifti na kumuuliza wanakoelekea kweli na kama Lucy anamchukia. Lucy anamkiss ghafla na busu hilo linageuka kuwa la kimahaba lenye hisia kali. Wanakoma tu wakati operator anauliza kupitia kipaza sauti kama wapo salama. Josh anampeleka Lucy kwa gari, lakini wanabishana tena baada ya Josh kugundua Lucy bado ataenda kwenye miadi
na Lucy anashuka njiani bila kujali mvua kubwa. Kwenye miadi, Lucy anafurahia mazungumzo na Dani, kwani mazungumzo yanamiminika kwa urahisi na Dani anamwambia hadithi nyingi za kuvutia. Baada ya muda, Lucy anaomba ruhusa kwenda chooni ambapo anakutana na Josh aliyemfuata. Anamwambia Lucy aliacha pochi kwenye gari, lakini Lucy anamwambia anaenda wazimu kwa sababu yake na anaweza kurudi nyumbani. Lucy anarudi mezani kwa Dani na anapoulizwa kama kuna uhusiano kati yake na Josh anakataa na kuendelea na miadi. Dani anampeleka nyumbani baada ya miadi na anampelekea maua asubuhi inayofuata. Ofisini, Josh anamwomba radhi Lucy kwa tabia yake na kusema kuwa wanapaswa kuweka silaha chini na kujaribu kuelewana. Lucy anakubali ombi lake la amani na anapoulizwa kuhusu miadi anamwambia kila kitu kilivyotokea, lakini Josh haonekani kufurahia. Lucy pia anapendekeza waishi kama wafanyakazi wa kawaida, lakini pendekezo hilo linamletea shida yeye mwenyewe anapogundua kuwa pendekezo lake la kujenga mshikamano wa timu limekataliwa na badala yake limechaguliwa pendekezo la Josh la kuandaa shindano la paintball. Helena anamwambia kuwa hata yeye alitaka kuchukua pendekezo la Lucy, lakini walipiga sarafu na Josh akashinda, hivyo wanalazimika kufuata pendekezo lake. Siku ya shindano, Josh anahakikisha yeye na Lucy wako timu moja na Dani anaposema wachague wachezaji, Josh anasema timu tayari zimepangwa. Mchezo unaanza na timu zote mbili zinafanya vizuri, lakini muda si mrefu Lucy anapigwa vibaya na kuanza kujisikia mgonjwa, anatapika na kuhisi kizunguzungu, hivyo Josh anampeleka nyumbani. Lucy anajaribu kusema yupo sawa na Josh aende zake, lakini ghafla anazidiwa tena. Josh anaamua kubaki kumwangalia hali yake. Lucy ana homa kali na anajisikia aibu kwa Josh kumwona akiwa kwenye nguo za kawaida, lakini Josh anamwambia ni sawa. Lucy analala kwa muda na anapamka anamkuta daktari akimkagua. Josh anamwambia huyo ni kaka yake na alimleta kumwangalia. Lucy anamwomba daktari amwelezee hadithi za kumdhalilisha Josh, lakini kabla hajasema chochote Josh anamvuta nje. Josh na kaka yake wanakaa sebuleni na kuzungumzia harusi ijayo ya kaka huyo, na Josh anagundua kuwa anatakiwa kwenda na mpenzi. Lucy anaamka tena baada ya usingizi na anasikia ndugu wa Josh wakizungumza kuhusu yeye kuhitaji kwenda na mpenzi kwenye harusi. Kaka yake anapoondoka, Josh anarudi chumbani na kumpa maji. Lucy anamwambia mama yake alikuwa akifanya vivyo hivyo na anamuuliza Josh kama alipata malezi yale yale, lakini Josh anasema familia yake yote ni madaktari, hivyo mama hakuwa na muda wa kutosha. Lucy anataka kuzungumza kuhusu kilichotokea kwenye lifti, lakini Josh anamwambia apumzike. Asubuhi inayofuata Josh bado yupo nyumbani kwake na hata amesafisha kila kitu. Anamshauri kuhusu dawa kisha anaondoka akimwambia atamuona kazini. Siku inayofuata Lucy anapofika kazini, Dani anamkaribisha kwa kumpa ua na wanakwenda pamoja hadi ofisi anayoshiriki na Josh. Dani anataka kumpeleka Lucy chakula cha jioni, lakini Lucy anamkwepa na kuondoka haraka Helena anapomuita. Anaporudi anakuta ua na juisi ya strawberry mezani pake kutoka kwa Josh. Lucy anampelekea Josh strawberry na anamwambia afanye ombi lolote kama shukrani, lakini Josh hamjibu chanya bali anamwambia anataka kuwa peke yake. Kauli hiyo inamkera Lucy na anamvuta Josh hadi kwenye chumba cha kuhifadhia vitu. Wanakaribia kubusiana tena, lakini Josh anamsimamisha na kumwambia kwanza abusu Dani kisha aamue nani bora. Anasema Lucy anapaswa kujaribu mambo na Dani kwanza na hatamgusa tena hadi afanye uamuzi. Usiku huo Lucy anaenda kwenye miadi na Dani ambapo anamkiss baada ya chakula. Baadaye anarudi nyumbani kwa Josh na kumsubiri nje. Josh anapofika anamkuta Lucy akisubiri na anamuuliza kuhusu miadi na kama alimkiss Dani. Lucy anamwambia hatadate tena na Dani kwa sababu hakuna anayembusu kama Josh. Wakiwa ndani ya nyumba ya Josh wanaanza kucheza mchezo wa ukweli au changamoto, na Lucy anagundua kuwa Josh aliwahi kusoma udaktari lakini aliacha baada ya kuumwa aliposhuhudia mwili wa marehemu, na baba yake alikasirishwa naye kwa sababu hiyo. Wanashirikiana busu la kimahaba tena na Lucy anapendekeza waendelee zaidi, lakini Josh anakataa na kusema watafanya siku nyingine. Lucy anakasirika kwa kuwa anaamini anaweka kazi mbele ya mapenzi na anaondoka nyumbani kwake. Baada ya siku chache Josh anafika nyumbani kwa Lucy na kumwambia yupo hapo kumchukua aende naye kwenye harusi ya kaka yake. Anamuomba radhi kwa yaliyotokea usiku ule na kumwambia hawezi kwenda peke yake, hivyo Lucy anapaswa kwenda naye kwa kuwa bado anamdeni. Hatimaye Lucy anakubali na ndani ya gari Josh anamwambia yote kuhusu familia yake ili amwandae. Wanapofika hotelini wanakuta kuna msongamano kwa sababu ya msimu wa harusi na wanalazimika kushiriki chumba. Josh anasita lakini Lucy anasema wataweza kustahimili. Ndani ya chumba wanabusu tena na hatimaye wanafanya mapenzi. Kwenye tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata.
harusi Lucy anagundua kuwa bibi harusi ni mpenzi wa zamani wa Josh, jambo linalomkera, lakini Josh anamwambia kuwa hayo ni ya zamani na sasa yameisha. Wanakutana na baba yake Josh ambaye anamkashifu mara kwa mara, lakini Lucy hampendi na anamtetea Josh, jambo linalomvutia sana. Wanaporudi nyumbani, Josh anamwambia wasahau dau lao na waanze uhusiano wa kweli na Lucy anakubali. Siku inayofuata Lucy anasikia mazungumzo kati ya Josh na Bartley na anadhani Josh alikuwa akimdanganya kwa kumtongoza ili apoteze nafasi. Anaahidi moyoni kumpiku, lakini siku ya mashindano anagundua Josh tayari ameondoka kujiunga na kampuni nyingine na Lucy ndiye aliajiriwa. Baada ya kujua ukweli, anamkiss tena Josh na wanaanza uhusiano rasmi. Unataka kuklik ili kuondoka, ila na kuomba uweze kunipatia sekunde yako moja. Imenichukua masaa 5 kutafuta movie, imenichukua masaa 6 kuweza kutengeneza script, na imenichukua masaa 7 kuweza kuandaa video nzima na MB za kutosha ili kukufikia wewe kuenjoy. Ila ninachokuomba ni kuweza kubonyeza kitufe cha subscribe. Haitokugharimu gharama yoyote, hautopungukiwa na chochote, ila zaidi utaweza kupata furaha kwa sababu nita upload movie ambayo utaitaka kwenye comment section. So please subscribe.